tatizo. Jimson, ni aina gani ya taarifa za GIS unazofikiri zinapaswa kukusanywa kwanza ili kusaidia maamuzi ya uhifadhi wa misitu? Karibu sana. Asante kwa swali lako. Taarifa muhimu za data ambazo unaona zinapaswa kukusanywa kwanza ili kusaidia maamuzi sahihi kwenye uhifadhi wa misitu ziko nyingi sana. Jawapo kama DJ hapa alivyosema kuhusu data. Sasa tunaenda kuongelea labda ni data gani sana inahitajika ili ziweze kufikisha huo uamuzi. Ya kwanza naweza kusema ni taarifa za uoto na misitu, au in professional term tunasema ni forest cover data. Hapa kwenye hizi data tunaweza kujua ni ukubwa gani msitu wetu unao. In terms of statistics tunaweza tukapata hizo data, na pia tunaweza tukajua ni maeneo gani labda yamekuwa affected sana kuliko mengine, na kupitia hivyo tunaweza tukafanya decisions kuweza kukumbana na hilo tatizo. Na nyingine ni kuangalia ni maeneo gani yanaendelea vizuri kuliko mengine, na kutokana na hivyo basi tunaweza tukayalinda hayo maeneo. Hizi sote tunaweza tukafanya kupitia usaidizi wa satellites. Taarifa nyingine ni taarifa za mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Kwa lugha ya kitaalamu ningesema ni land use land cover change. Hapa tunaweza kujua ni namna gani misitu imeweza kubadilika. Maybe unaweza kuangalia ile msitu fulani, unaweza kujua maybe huu msitu hii sehemu ilikuwa ni msitu, ila kwa sasa tayari huu msitu ushafanywa kuwa labda ni mashamba ya watu, au labda watu waliweza kuingilia na kujenga makazi yao, au maybe huu msitu ulikuwa potential kwa madini fulani. Kwa muda huu tayari huu msitu ushakuwa converted kuwa nini? Kwa sehemu ya madini. Tunasema mining areas, kwani uchimbaji wa madini kwenye hiyo sehemu. Taarifa nyingine ni taarifa za bioanuwai, inaweza kuita biodiversity data. Kupitia hizi taarifa za biodiversity tunaweza tukajua ni asili ya misitu. Kama hapa nikeni kuambia kwamba asili ya misitu kuna pilipili, kuna wale. Taarifa nyingine tunaweza kupata ni wanyama wanaoishi kwenye huo msitu. Tunapata kwamba wanyama fulani na wanyama fulani wapo kwenye risk kubwa ya kupotea. Ni namna gani tunaweza tukafanya ili kuweza kuwatunza wao wasiweze kwenda dormant. Taarifa nyingine ni taarifa za kijamii na kiuchumi zinazozunguka misitu. Inamaanisha ni kwamba katika misitu kuna jamii ambayo inazunguka misitu. Basi tunaweza tukapata taarifa kupitia hao watu kwenye hiyo jamii, kana kwamba wanafaidikaje na hiyo misitu, au ni namna gani wao wanaweza kuiaffect misitu. Kama labda watu kwenye jamii fulani ambayo ipo karibu na msitu wanategemea misitu kwa ajili ya miti ili waweze kupata mikaa. Kupitia hiyo taarifa wewe unaweza ukajua, kama member wa taasisi fulani unaweza kujua kwamba kupitia hiki kitu ambacho wanachokifanya hao sio kizuri, basi tuje na suluhisho 1 2 3 ili tuweze kukumbana na hili tatizo. Na pia unaweza ukajua na namna gani wao kama labda wameweza kuingilia misitu in terms of kilimo. Maana kama alivyoongelea mwenzangu awali kwamba kuna wengine wanakuwa wanaingilia misitu ili kuweza kufanya activities zao za kilimo ili kuweza kujiendeleza. Hicho sio kitu kizuri ambacho kinapaswa, kwa sababu msitu ni sehemu ambayo inakuwa protected na serikali au na taasisi. Basi wakishajua kwamba hilo ni tatizo, kwamba labda na wanatafuta sehemu au kulima, basi serikali pekee inaweza ikawasaidia kwamba nyie kama ni shida yenu ni kulima, basi mweze kulima sehemu fulani na sio sehemu fulani, kwa sababu hii sehemu imeweza kulindwa kwa ajili ya ni pati ya msitu. Asante.